Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Nafsi yangu yakutamani, roho yangu yaona kiu, kama ayala atafutavyo maji ya mto. Nafsi yangu yakutamani, nafsi yangu ukamwambia kwa sauti, nafsi yangu, nafsi yangu yakutamani, roho yangu naona kiu, kama ayala watafutavyo maji ya mto. Nafsi yangu Tirei
Karibu Yesu.
ibada moja ya maombi, ibada ya uimbaji kamili. Nimeona mnaimba ni kama hamtaki, ni kama hamboboeka leo. Ni nini imefanyika leo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ile wimbo tuliimba ule usiku ya Kiwogo na Inene ho. Nani ameshika? Uko nayo? Kuja tukose. Turugame na maguru maito Mary. Watoto kaeni kwanza pale. Kaeni hapo kwanza. Mtaenda tu. Nyinyi ndio viongozi wa kesho. Leo mko na inaitwa nini? Memory verse. Uko nayo? Ama ilikuwa ya ile siku moja tu? Bila sikiliza kidogo, ngoja. Leo tumekuja ibada. Na ibada ya leo ni ibada iliyo na mabadiliko makubwa sana. Tumekuwa kwenye mwezi wa 8. Hii ni siku ya ngapi ya mwezi wa 8? Siku ya 3. The 3rd day of August, of the month of the 8th month. Mwezi wa 8 ni mwezi wa mabadiliko. Ni mwezi wa kufanywa upya. We are making a new covenant. Bwana Yesu asifiwe sana. Every month has a reason. And every number has a reason for you. Ndio kwa maana tuko hapa siku hii. Ndio tuweze kuleta mabadiliko. Jumapili hii ndio tunaanza safari ya kwenda mlima Mount Kenya. Jumapili hii. Siku ya Alhamisi, siku ya Ijumaa, siku ya Jumamosi tutakuwa na seminar ya youth hapa. Meaning kalenda yetu tunaianza mwezi huu. Kwa hivyo today is a day tumekuja hapa ndio tutengeneze laini zetu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is, you need to understand, worship team, that we are here to make it work. We are not here because we want to please somebody or we want to make something work. Bwana Yesu asifiwe sana. We are here just to invite the presence of God, and that is what we want. Sio mahubiri tu,
but the presence of God. Before mahubiri kuje, is the presence of God with us? Bwana Yesu asifiwe sana. Are you walking in the presence of God? And that's the most important thing. It is not the kind how you're preaching, how your pastor alikuwa anahubiri. Yes, anaweza kuhubiri but without the presence of God. Because preaching, tumepreachiwa. Tumehubiriwa na watu wengi. Sibonge alikuwa na amekufa na ameenda. Catherine Kuhlman alikuwa anahubiri kitabu yake. Si ni Bible tu. Mahubiri iko, lakini what about the presence of God? Are we walking in the presence of God? Is our team here ready? Is it capable of taking where God wants us to be? Are we swimming? Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize mwenzako, are you ready for the worship? Mwangalie tu, mshike mkono wako ni kama unamsalimia tu. Na ukiona hakupati, hapana, mugeithie guo. Na ukiona ni kama hakusalimii, ujue ni yeye. Yeye ndio cause ya problem. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujue ni yeye cause ya nini? The problem. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuende. Nataka jitayarishe tu tuanze. Tayarisha moyo wako. Nataka ujipeleke mbele za Bwana. As we sing. Until uone wingu limeshuka. Wingu litashuka. And your breakthrough and the key to your life itaanza. Go,
Fungua kinywa chako tunapoingia kwenye wimbo wa pili wa kuabudu. Fungua tu kinywa chako, mwambie na kuomba Mungu kanisaidie, na kuomba Mungu kanibariki. Nisaidie nikae ndani ya nyumba yako, nisaidie nipate ufunuo, nisaidie nipate maelezo, nisaidie nipate maelekezo, nisaidie nipate mwongozo mpya, nisaidie nipate kuona njia nzuri. Unastahili Bwana, unastahili wewe, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili. Inua mikono yako juu, umwambie Baba unastahili kuabudiwa. Mwambie Baba unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Mwabudu Bwana, mwabudu Bwana, mwabudu Bwana, mwabudu leo. Mwambie unastahili kuabudiwa. Mwagereire kwa palaio, mwagereire kwa palaio kai. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, hakuna aliye na uwezo kuliko wako, hakuna aliye na uwezo kuliko wako. Unastahili, unastahili Bwana, unastahili Bwana, Unastahili wewe, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. 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 Unastahili Bwana, unastahili wewe, Yesu, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili Yahweh, unastahili wewe, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Asante Baba, tunakushukuru. Unastahili wewe, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu nastahili kuabudiwa. Niko kwenye madhabahu Baba, nimekuja kukuabudu, nimekuja kusikia sauti yako, nimekuja kusikia sauti yako, nimekuja kusikia plani zako, nimekuja kusikia mienendo yako, nimekuja kusikia mwelekeo wangu kutoka kwako. Uzayara na masheke ndelele huzuya zakata katara mama zakate zayara na mama shendelele zakata na mama zaya unabarikiwa zayara meshe uzayari mezeke unastahili. Mwambie tu Baba, nimekuja mbele zako, nejoketa mbele yako gaiyodo wako. Nikumbuke siku hii, siku yako Baba, nimekuja nikumbuke tu. Nenda tu neno moja katika maisha yangu, nenda taja kitu kimoja katika maisha yangu. Mungu taja tu, nitajie ufunguo wangu Jehova. Baba, nimekuja kwa ajili ya ufunguo huu, ufunguo wa neema, ufunguo wa kibali, ufunguo wa maisha yangu. Baba, angalia, mwambie tu, angalia maisha yako, angalia Baba, angalia Baba, angalia Baba. Unastahili, niwagereire Ngai, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wana Mungu mwingine, wewe tu ndio Mungu. You are the only master, you are the King of Kings. I glorify your name Father. Ninakushukuru
Baba, nafungua kinywa changu kusema unastahili. Hatuna Mungu mwingine ila wewe, hatuna mamlaka nyingine ila yako. Nakushukuru. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana, angalia Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana, angalia Bwana. Sisi tumekuja kwa rehema zako, angalia Bwana, angalia Bwana. Kukimbilia ili utuponye, angalia Bwana, angalia Bwana. Tumekuja kwako utusaidie, angalia Bwana, angalia Bwana. Tumekuja kwako utuvike neema ya Bwana, angalia Bwana. Tumekuja twahitaji nguvu zako, angalia Bwana, 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 angalia Bwana. Tumekuja kwako twakupa mizigo yote, angalia Bwana, angalia Bwana. Najisalimisha kwako Bwana Yesu, tuangalie Bwana, angalia Bwana. Unasema ndio kwa makusudi yako, utuangalie Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana.
wako, asante kwa kutusikiliza. Ninakuabudu jioni hii, adhuhuri hii Baba, nakuabudu, nasema ni asante. Hatuna Mungu mwingine ila ni wewe, hakuna uwezo mwingine ila ni wako. Wewe ndio mwenye mamlaka ya hapa duniani na kule mbinguni, ni wewe unatawala. Malaika na makerubi na maserubi wote wako pamoja, wameunganika na sisi, tunaunganika pamoja na wao kusema unastahili kuabudiwa. Unastahili, maana wewe ndio Mungu na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Niongoze ni kama chombo tu, nikaweze kuwafundisha watoto wako jinsi unavyotaka na jinsi ikupendezavyo. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Salimia watu wawili watatu hapo, mwambie karibu sana kwenye ibada ya leo. Mwambie unastahili, unafaa. Mwambie unafaa, you look good. Hata kama huko hujui kizungu, mwambie you look good, you look wonderful. Mwambie you look wow. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie you look wow. Yes. Hata kama haruku, mwambie you look wow. Wewe ondokea, wengine wakae chini. Yeah, thank you. Thank you. Sasa tuketi chini, tusikie kwenye main, tupunguza kidogo kwenye main tu. Main peke yake. Kidogo tu kwenye main katikati hiyo. Kidogo tu, punguza kidogo tu. Thank you. Pandisha kidogo juu. Pandisha kijuu. Asante sana. Thank you. God bless you. Nataka tu muda wako dakika 40 hivi ya mahubiri. Kama vile naendelea kusisitiza, mahubiri si muhimu, worship ndio muhimu. Kwa hivyo the worshipers, I want to take your control. I want to take your control and make us what we want to be. We are supposed to be a worshiping church where people wakiingia tu, they don't want even to be preached to. Hawahitaji mahubiri, wanahitaji tu presence ya Mungu. Maana hawa ni shida imewaleta, si mahubiri. Wao watu wametoka kanisa mingi, ni wachache tu wameokokea hapa, wajui neno sana. Wengi hapa ni wanakuja ni mirakosika. Na sasa kwa sababu wamekuja, they are in our midst, let us do the worship. And wanapona tu, viwete unaona wanaanza kutembea wakienda. Let us not tunapanga, na ndio that's why I asked you to be practicing together on Saturdays. Mnapanga vizuri. If this next Saturday msipo practice, just don't come here. Muende kwingine, msikuja. Umesikia? Yeah. If you don't come on Saturday for practice, keep off. Kuna watu hata yule shoshoni mwimbaji. Sasa mkikuja hapa, unakuja kwa Jumapili mmechanganyikiwa, kila mtu ametoka kwa shughuli zake. Umechanganyikiwa, uelewi, ujui you're also happy. You need to have a strategic plan. Na hiyo plan ikuwe ni nyinyi mko nayo, nobody else from outside is controlling you. You have the mandate from me. It is you and you alone. Okay? Yes. Because I need a team that can inalete uwepo wa Mungu unasikika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema refuse to be offended. And this is inakuanga, punguza tu sauti kako kadogo tu, punguza tu kadogo. Uendelee tu, lakini ndio kwa sababu ya kamera huko wanasema sauti ya keyboard iko juu sana. Normally, as I normally tell you, mimi hufundishwa kile nitakuja kufundisha. Sifundishangi kile kitu kimefundishwa ama nimepata ratiba fulani na ifuata. I just teach. So God told me, in our midst, na kule nje, people are so offended. In the family circle, kwa wazazi, kwa watoto, kanisani. Kama sasa usimiona hiyo spirit imeanza kuniingilia, nimeanza kuingilia, I'm getting offended. No, I'm not getting offended because I deserve to be offended, but because of the topic I'm going to preach. So nikuwe offended before I start preaching. Bwana Yesu asifiwe sana. And in many cases unapata people get offended, wanakuwa offended, wanakasirishwa. Unakuta ulianza kuchokoswa kutoka Friday, ulianza kukua offended kutoka Friday, kutoka Saturday, kutoka Monday. They have been preparing you to be offended because we are going to speak the topic about the offense. How many of you feel that at some point umekuwa offended? Yani ushawahi kukasirishwa
jambo limekukasirisha mpaka unashindwa, hata unasikia hautaki kuingia kanisani, hautaki kuingia kwenye kazi, hautaki kuona huyo bwana yako, hautaki kuona huyo mke wako, hautaki kuona huyo mtoto wako, ina mkono yako juu kama umekuwa offended. Si umeona sasa? Sisi wote tumekasirishwa. Na kama sasa sisi tumekasirishwa, tunakaa na makasiriko, sasa ambia sasa akuja aibe na already you offended. Hallelujah. Ambia Dorcas akuja aibishe na already ni offended. It means the devil has already worked on it. Uende ukutane na Asha pale ambaye ni offended, umwende umuulize tu, kanaye siti anakuambia wewe toka hapo, ama uende kule unakuta amekasirika because of the offense. The offense inakujanga kuharibu, kuondoa kwenye mafanikio ya Mungu. That is why you will get offended. That is why utasikia makasiriko. Asubuhi ukijitayarisha, ulikuwa nakuja, ulikuwa umeuka saa 9, umeimba tuimbo tu wote tuzuri, wakati unaenda kutoka ndio unasikia mzee akikwambia nichamshie maji. Na hakuna siku nyingine amewahi kukwambia nichamshie maji, na unaona gedhaa saa ndio hiyo imeenda. Mzee anakuambia nichamshie maji, unamwambia Baba John, si ukiwacha tu niende. Sasa maji ni ya nini? Na hauogagi na maji moto. Wewe ubafu, chamsha maji haraka. Ukimaliza kuchamsha maji anakuambia hebu nipigie hizo nguo pasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimaliza kuweka pasi imenyoroka vizuri, unataka kutoka, anakuambia hebu kimbia pale dukani uninunulie nini rangi ya kuweka viatu, kiatu yangu si mzuri. Unamwambia hiyo mkebe iko hapa, anakuambia hapana, na sitaki kiwi, nataka ile inaitwa nugget. Na sasa hiyo umejipanga unaenda kuhubiri, umejipanga unaenda kukutana na mtu, umejipanga unaenda kufanya jambo fulani, but somebody just decides to offend you, decides to make you not happy, decides to distract you from the plan, because everything that you do has a plan. Every move that we make in life has a plan. The meaning and the reason for the distraction, for the offense, is to remove you from the agenda of God, to remove you from the plan of God. Ndio utakutana na mtu tu amekukasirisha. Ulikuwa unatoka nyumbani unakutana na mtu wa dudhi ameedesha, na shetani ana make sure utataimana na dudhi mahali pako na maji. Dudhi haitakuja baka ufikie karibu na mahali pako na maji. Dudhi sasa hiyo ndio inakuja, inakumwagia maji pwa, na uko na kasade best. Na unatoka kule Goigwa na ulikuwa umefika na Thika town. Sasa kurudi baka Goigwa tena urudi baka Thika town, masaa imeenda, unasema hata kanisa sitaenda. You become offended. And what is the reason for offending? The reason for offending, it is to discourage you, to destroy you from the plan, because God has a plan, has a good plan for you. The Bible says he has a good plan, not to offend you, not to destroy you, not to break you, to make you successful. When you are about to be blessed, wakati uko karibu kabisa kupata baraka za Mungu, ndio unakuta offense inakuja, ndio unasikia makasiriko inakuja, baka unasema that I quit that job, I quit that place, siendi mahali hapo. Wakati mumeanza doa imeanza mzuri, mapango imeanza, maneno yameanza kusikiza mzuri, mumeanza kuigiana vizuri, mumeanza kupagana vizuri, mumeanza sasa kusikia, mpaka unasikia chemistry inakuja, ndio unasikia sasa stories zingine zinaanza kukuja. Tu story tunaanza kutokelezea hapa, kingine kanatorokesea hapa, ka story kingine ka 1900 kana service. Bwana Yesu asifiwe sana. Kastori kingine so irrelevant, unasikia kama service. Sasa na makasiriko yako, makasiriko yangu, nasema toa hiyo kitu hapa, sitaki. Ndio niondolee ujinga, ndio utakataka. Sido kiniuliza maswali ya ujinga, toka hapa. Na wewe unasikia, na wewe haurudishiagwi vibaya. Na wewe kwa sababu haurudishiagwi vibaya, na amekurudishia vibaya, na wewe ni mwanaume Mgikuyu, unarudisha kofi ile tunaitaka gani? Pap! Unaweka mtu anaanguka chini. Na vita inaanza hapo. Na ni kitu kilikuwa kidogo, na kitu hakikuwa. Lakini kwa sababu kulikuwa na plan ya wewe ukue offended, una react, unararua mtu kofi, mtu anaaguka. Na kibahati baya ulimgusa kwenye mkiha. Kuna mkiha ya kusikiliza inakuaga hapa. Niko mguga.
ile ya kusikiliza, ile ukigoga mtu anastuka mpaka hati na ukigoga tu, aligoga na pete kama hii, anagoga inaanguka. Unaona mtu ameanguka, ameenda chini pole kama mti wa mugumo, amelala chini, alafu unaona amenyorosa miguu vizuri, na macho hii ya white inaingia na huko ndani kabulaki kanaingia white inakuja. Sasa unashindwa utaita ambulance, utaita nani? Unaanza kumuita my dear. Ndio maana wao sasa unaona anianza kurusha mguu vizuri. Ni kama ni sasa ameanza plani ya kuondoka. Unamuita my dear. My dear Zuma na wao, I was just nilikuwa na kutizi. Kwa hivyo sasa ameanza kukodoa macho, ameanza kutoa pofu. Sasa unaanza kuimagine polisi wanakuja. Polisi wakikuja wanakuchukua kwa mada. By the time they listen to you, that haikuwa intentional, ilikuwa manslaughter, ni kugoga uligoga bila wewe kukusudia. Sasa hiyo umemaliza miaka 8 kamete, plani zote ulikuwa umepaga za maisha yako zinaondoka, zinapotea, unabaki hivyo. Then you come, unamaliza miaka 8, kesi miaka ingine 4, miaka 12, alafu wanasema kwa sababu haikuwa intentional tutakufuga miezi 6. Maana manslaughter is from 1 day to life sentence. Sasa wanasema because it was not intentional, we have discovered it was not intentional. Nilikuwa haikuwa plani, haukuwa na second thought. Sasa kwa hivyo tutakufuga miezi 6. Miezi 6 hiyo unakaa, ndio utakaa miezi 6. Alafu unakutililia, ndio wakati Ruto anaachilia watu tarehe 12, unaingia kwenye hiyo hesabu ya kuachiliwa, unaachiliwa after 2 months. Lakini kumbuka, siku hiyo ndio wakati mlikuwa mnaargue, ndio ulikuwa unataka kwenda kununua kale kashamba, ndio ulikuwa uko na plani ya kuanzisha ile kazi, ndio ulikuwa na plani ya kulipia mtoto wako aende US, ndio ulikuwa na plani. Wakati huo ndio you had the good plans for your life, the plan that for your future. That is the time you had. Ulikuwa umekaa chini umeandaa, na ndivyo bingu ilikuwa ishafunguka, maana ya kuandaa na kupanga mipango mizuri na kukufungulia kifunguo. Maana kifunguo kutoka mbinguni kilikuwa kishashuka kwa baraka zako. Neema ya Mungu ilikuwa imeshashuka kwa baraka zako. Yani maisha yako ilikuwa imefunguka. Yani you are just waiting one step to get where your destiny is. That is when you got offended. And you did what you did. Until today, it has never recovered. Bwana Yesu asifiwe sana. Tell your neighbor, refuse to be offended. The offense will only come not when you are in your comfort. Not when you are not planning to go. Not when you are not doing something. Not when you are not near your destiny. The offense will only come when you are near. Next, yani umebakisha dakika moja, umebakisha hatua moja, umebakisha one step kufika kule ndani into your destiny. That is when you get offended. Wangapi washajikuta kwenye hali kama hiyo? Yani wakati you are about to get where your destiny is, ndio ukasikia offense, ukakasirika, ukawachanisha, ukaenda. Wangapi wajajikuta mahali kama hiyo? Yani ukaona kweli, I lost this because I got angry. I lost my marriage because I got angry. I lost my job because I got angry. I lost my ministry because I got angry. I never read, sikuweza kusoma wakati. The offense will come that particular time. Unaambiwa shika ile responsibility, unaambia hapana, siwezi na hii. Kumbe ndio wakati Mungu amesema fungua huyu mtu. Amefungwa miaka mingi sana. Sasa hiyo ndio nakwambia mimi siwezi. Niondoe kwa hiyo list. Bwana Yesu asifiwe. Mary, the train ikiondoka tu ndio nakumbuka, unaambiwa, do you know ulikuwa unaenda kupatiwa promotion? Do you know ulikuwa unaenda kubarikiwa? Do you know ulikuwa unaenda kubadilishwa maisha? Because of that offense, it brings wewe kuondolewa kwenye mpango ya Mungu. Wewe unajiondoa. Hiyo ni ile tunasemanga unaondoa keki kwa mdomo. Peke yako unaondoa tu kwa mdomo. Haiondolewi na mtu mwingine. Wewe mwenyewe unaitoa kwa mdomo, unaiweka chini. Alafu ikianguka chini, ikishikwa, unaona todhigiriri tunaanza kuikula. Tunaenjoy vizuri. Unaitazama ikiwa pale ikikuliwa na todhigiriri na hakuna kitu unaweza kufanya. Hiyo job kumbe ilikuwa yako, mtu mwingine ameichukua. Now coming back unakuta it has been taken over. Wanakuambia the interview was just done. After you left, that is when the boss arrived. After you left, that is when things started working. After you left, ndio stima ilirudi.
Maana ulikasirika, maana ulishindwa. He what a kind company like this one, it cannot buy a generator. Kumbe it was meant for you. It was not about the generator. Hiyo stima ilitoka Kampala ikasema tusime stima, maana kuna mtu ako Kenya anaenda kubarikiwa leo. Stima zinazimika, zinakuwa commanded kutoka kwa shetani. Ndio ukasirike, utoke, urushe makaratasi yako, utoke wende. Kijamaa kimekuja kutoka Amerika, kinakuja kiko tayari kukuoa. Na you've been praying for God from God akupatie mwanaume, anakuletea kimwanaume kitoru kidak and handsome kizuri. Kikikuja tu na maana wewe umeokoka, umelekia. Unaingia kwa gari yake unakuta mshufa, kichupa kia mzinga. Jameson yuko hapo. Na jamaa kule akikutumia tu poster, anakutumianga tu picha akiwa ndani ya kanisa. Anakutumianga tu picha kama amebeba gedhi ya pastor, amembebea hivi isikurute chini. Anakutumianga tu picha tu akukaa biguni tuzuri. Na maana unatakaga a holy man, a clean man, heavenly bound. Unaingia kwa gari unakuta chupa ya Jameson. Kumbe alikuwa amebeba mtu mlevi akasahau. Na huyu mtu mlevi ni brother yake. Unaweza kukataa kubeba brother yako kwa sababu umeokoka? Akiingia kwa gari utamkatasa? Unamwambia gari yake leo leaga. Tini yorarira. Kumbe siku hiyo ndio hiyo chupa itawachwa hapo chini ya kiti ya nyuma. Na hapo ndio kwanza Mungu atakuposition vizuri uende ukae hapo. Ukiangalia na unaona imetumika. Iko nusu. Na higoyo neguo murathi kwaririria uria mukuhikania. Told me angel from heaven that has been dropped, but carrying a chupa ya nani? Ya Jameson inside. And because you live in heaven and you are just dropped, na hiyo taxi imekuja kutoka heaven, ndio imekudrop tu sahi, na imekudrop in somebody's car that was carrying a Jameson. Unakasirika, unasema dikeda rima kashandaraba shetiri yakata yana maseka linai ati niare ateje igoro ne riare gari ugade dokwenda dogehikia ni mundu wa njohi. Siwezi kuolewa na mtu wa pombe. Na unaasali naye tibigu imekatali kae, imesema ikae. Lukoko imesema kuna mwingine hapo mbele. Ati nataka kushuka hiyo gari kwa sababu kuna mwingine. Unashuka tu gari na Jameson haikuwa ya huyu mtu. Jameson ilikuwa ya mtu mwingine. Sasa hiyo wakati tu umeshuka ndio unaona kibrada yake kinakibia kutoka mahali kingine. Kinakuja pio. Kinakibilia Jameson yake kiende. Unaona Jameson kibebwa na mtu mwingine na ushatukana na ushaongea baya na umshalikae na linai imekunai na imelinai mwanaume na umelinai na umelinaika. By the time now you sit down to reorganize yourself to say sorry, jamaa na yeye ni wa kupada mori na yeye anaenda. Maana the offense was created to make sure you too mumeachana. Bwana Yesu asifiwe sana. How many of you have ever found yourself in that situation that this thing unakuja kuangalia baadaye, this thing in fact it was planned? Hii ni kitu ilikuwa imepangwa. Sio hapana. Yaani nilikasirika tu wakati keki ilikuwa inakuja. When the cake ilikuwa inakuja tu ndio hii karibu kukuja ndio ulikasirika. Hata mama amekumbuka kitu moja. Huko Amerika ilimkasirisha. Baada ya damage, wakati damage imefanyika ndio na alikuja kulia rais. Oh my God, what have I done? Oh my God, what has happened to me? Because God will never create a way for you without putting you through a process. And in that process, that is where offenses come. Bwana Yesu asifiwe sana. Bana upande ule mwingine ambao unakuzuia baraka zako, wanajua unaenda kubarikiwa kesho. Wanajua unaenda kuinuliwa kesho. Wanajua unaenda kuolewa kesho. Wanajua kesho ndio mnaenda kutengeneza engagement ya kuoana. Sasa hiyo ndio wanakuja. Sasa hiyo ndio wanasababisha kuna jambo litafanyika mtakosana. Sasa hiyo wakati bwana yako anaenda kubarikiwa, mmekaa miaka 10 ya shida, umemvumilia. Umekaa miaka 10 ya shida. Kibahati baya kuna kimwanamke kinamkuaka kinampenda huko kazini kwao ama huko kwa barabara kinausaga makaki mwanamke kiregeda lina halia. Kumbe kilipata namba ya bwana yako leo. Kafu kilikuwa kinatumia mtu mwingine. Bahati baya kinatuma kaemojo kwa namba ya bwana yako. Ade bahati baya hiyo kaemojo kanakuja wakati huko na simu ya mzee. Najua watu wakiwa na shida hawakuagi na passwords.
watu wakiwa poor, they don't have, wanaanza kukua na password tu pesa tukianza kuingia. Ndio password zinaanza kuwekwa. Wakati you are all poor, you are struggling to live, there is no passwords. Kwa hivyo bibi yako anaweza kuaccess simu na wewe unaweza kuaccess ya bwana yako. Sasa wakati huo, when God is about to bless your husband with a job, when God is about to bless your wife with a job, when you are about to get into that business deal, 10 million business deal, that is what's kaimojo. Alafu guess who? Mama ule anausaka gedali pale. Hali ya muthia mukahetuka hau mukona gedali kirugeto na maema sewage. Huyo mama ndiye ametumia. Na huyo mama kumbe ameandika Kenya 1, Kenya 2. Sasa Kenya 2 ni huyo bwana yako. Na amechukua jazi kwa sababu mlienda kukopa makaa. Sasa ikabidi andike jina Kenya 2 kwa sababu hakuna Kenya 1. Kenya 1 ni yule alinunuanga makaa zamani akakuwa boyfriend. Na yule analeta. Sasa alikuwa anamtumia kaimojo ndio atume gunia nyingine ya makaa. Kumbe kaimojo kakaenda kwa Kenya 2. Kenya 2 ni nani? Ni wewe. Na bibi yako sasa hiyo ndiye ameshika kasimu kako. Anaona na hajawahi kufanywa, hata hajawahi yeye mwenyewe tiwacha physical, hata hiyo kaimojo hajawahi pata from the husband because of stress ya husband. Sasa anakuja kumbe kuna mwingine kwenda kupiga simu. Yes, ni nani? Ni yule, ni Jacqueline wa Makagai. Mama anashindwa gai anadua makara. Hello. Just you get offended when you are about to get the blessing. You get offended when you are about to get where God is planning for you. When God, you hear, one time God has appointed you for a job, has appointed you for a responsibility, has given you a chance to do something, grab it and ask God, what do I do with this one? When King Solomon became a king, he had not gone to a school of being a king. Hakuwa na shule, hakuwa na shule ya kufanyika king. Alikuwa nakaa tu na baba yake, anaona venye baba yake anafanya maneno. Hakuwa na kitu chochote cha kuweza kusema ati nenda manyo ya kuwa king ndio hii, plani ya kuwa king ndio hii, mambo ya kuwa king. Hakuwa nayo. When he went and wakati alipatiwa kiti, alienda akachukua ng'ombe zake 1,000. Just imagine the price you pay to avoid the offense. The price you pay. That he said, I have to pay the price to seek the audience of God, to seek the plan of God, to seek the ear of God. Akachukua ng'ombe 1,000. Akaenda nayo mpaka mlima Gibeoni, akachinja zote. Akachinja, inasemekana alichinja mpaka damu ikamufika kwenye goti. Kisha baada ya kutoa dhabihu ile, akaenda akarara. Alipolala, Mungu akamtokelezea, akamuuliza, niulize unataka nini? Mimi naye akamwambia, asante Baba, kwa sababu umetenda kitu ya muhimu sana, hata kubariki baba yangu Daudi na kumkalisha kwenye kiti cha ufalme. Baba, asante, maana hata umefanikisha na umemtimizia venye ulimuahidi, eti utafanya mtoto wake kuwa mfalme. Na sasa ndio huyu mtoto. Ile kitu nakuuliza tu, umpatie huyu mtoto hekima ya kuongoza hawa watu. Maana hakuenda shule ya kuongoza watu, hakuenda shule ya kufanya nini. Mungu akaona huyu jamaa anaelewa ni kiongozi mzuri. Mungu akampatia baka zile zingine hakuamiuliza, akamwambia zote nimekupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama angekuwa mtu jeuri kama mimi na wewe, tungeanza kuongoza watu na kitu ya kwanza ni kutafuta wale walikuwa na subua msee. Maana si alikuwa naona kuna tumuse tunakujaga. Obviously unajua kwenye grupu ya mahali Daudi alikuwa mfalme. Kwa hivyo alikuwa na tumuse. Hakuna grupu haikuwa na tumuse tule twa kuchoma choma na tule tumama twa kuchoma choma. Hakuna, hata hapa kanisani tuko nao. Tule tumama tunajuaka kuchoma choma, tunachoma hapa tukanachoma hapa, alafu kanaenda kanakaa pale kusikiliza, kanaweka miguu hivi. Kama ni mimi ningekuwa wakati wa Solomon ningeweza kutafutana na huto tumuse, tulikuwa tunasubua baba. Ama niambia Mungu, nataka unigokee utoto mzee tulisubua baba, tusikaribie kwenye ufalme wangu. Ndiko tuenda. Maana this was a transition from the father to the son. Meaning wazee wale walikuwa na baba, lazima wange transit pole na kijana, mpaka kijana apate wazee wake. Sasa huto tumuse tulikuwa na baba, ndio hutu.
Venye tulikuwa tunasubuaga baba tukaanza kumsubua. Sasa hiki kama ni mimi ingekuwa ni mimi. Kwanza kabisa nigie ngoa tusetu wote niweke tusetu wangu. But he refused to be offended. He went to God to seek the opinion of God. He went to God to seek the plan of God over this kingdom. Because he knew this is not me. The day you discover it is not you, it is God. The day rĩrĩa ũgaikara ũguo ũmenye kĩu neo nĩ Ngai ti gĩaku na ũmenye atĩ ti Ngai ti mũndũ ti andũ maikara thĩ makũnengera. Your position, it is not yours. It is not a plan of men to give you the position, but God had an intention. God had a plan. He says, I got a good plan not to destroy you but to prosper you. So he has a plan. He has a formula on how to prosper you. He has an idea what you are going to become. He has an agenda where you are going to. He has everything to make you become successful. Until you have the heart to be able to know, ujue wakati wa kubarikiwa ndio huu, wakati wa kuinuliwa ndio huu. Wakati huo usipokuwa na akili ya kujua wakati, yani ukuwe na spirit to discern the time. The spirit to discern that this time God has come. This is the opportunity God had meant. This is the time that God had decided. Because God is a God of season. The God of time. He operates in season. And the season has come. And in the season you got offended. Because they also know you're going to be blessed tomorrow. They also know your season is tomorrow. They also know the plan of God is tomorrow. They also know tomorrow ndio unapata kifunguo ya maisha yako. The time they know, because they know you don't know, they come into you. They destroy you. They dismantle you. They bring you down. By the time you come to realize, you had labored for this thing for 10 years. Sasa time imelapse, umeondokewa another 10 years. Sasa niambie asese. Sasa hii umeanza kungoka maneno ya huko nyuma. Sasa ni miaka ingine 10. Utakuwa na meno. Sasa hiyo ndio Mungu anakuletea kanyama kakukula, kanyama choma. When you don't have meno, unaenda kuwekwa ya plastic inakuletea allergy. Unaanza kuumwa, unaanza kutoka vidonda kwa mdomo. Sasa inabidi waende unaenda kwa bucha unasema, "Uko na kamashini ya kusiaga nyama." Niko na watoto na wanapenda kanyama kamesiago. Lakini si watoto, ni wewe. Kwa sababu wena kenguru. Kenguru mwane nao. Kenguru mwane nao. Kengezo mwane nao. Tusome kitabu cha Proverbs 19. Mstari wa 11. Mwambie mwenzako refuse to be offended. Kataa kuchukizwa. Kama wakati huu, maana mimi najua naenda kubarikiwa mwezi huu. Naenda kuinuliwa mwezi huu. Hakuna mtu hajaniigilia Kenya mzima, hakuna. From my good friend, what? From my own family. Baka my friends, baka my enemy. Na ukiona unaigililiwa na my enemy wakati my enemy were not, hawakuwa na time. Yani wamelala, yani wamelala tu lakini wakiota wanaota na wewe, ujue kuna mambo makubwa Mungu amekutalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuangalie hiyo Proverbs quickly. Hiyo tena ametoa. If someone is wise, he controls his anger. When anyone hurts him, he is careful to forget it. Hallelujah. When someone is what? Is wise. It is all about wisdom. Anger, controlling the offense. It is all about being wise. Just be wise. Know that this is the enemy. Hawa ni maadui ambao wamepangwa kuja kunimaliza. Hawa ni maadui wamekaa base. Hawa ni maadui ambao wametengenezwa. Wanakuja in the right base. Wanakuja in the right time. Wakati umeanza unaenda kubarikiwa. Wakati unaenda kuinuliwa. Wakati Mungu anaenda kukuja. Rĩrĩa mahinda marĩa Ngai aharũrũka arenda gũgũkũrathima. Rĩrĩa akurehera kĩmũndũ kĩrĩa ũtũraga wĩriragĩria, kĩmũndũ ũtũraga ũhoyagĩra. Unajua kuna watu wako wameombea Bwana, wamemuombea, wamemshape, wamemtengeneza, mpaka wamemvalisha suit. Bwana Yesu asifiwe sana. Base. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akimwanaume kinakuja kizuri kile wiriragiria. Rebeka witu. Kilio tulitio hoaire. Kilio tulitio wariririe Ngai akunege. Hiyo kitu, hicho kimutu kinaletwa. Wakati kinaletwa tu ubaya kinakuja. Alafu ubaya unajua sometimes unakosaga break ya makojo.
Kwa bahati mbaya makoto inatoka na amevaa katurosa kamemshika vizuri. Alafu kanajichora hapo hivyo tumakojo. Si twigi kagagai. Tita oyo ndirenda. Oyo si kama huyu. Yani kimutu wa roda witureke ngwire. Mundurume arokire thugumeire guku guothe. Aranuga mathugumo ta mburi. Kumbe ni kukarika kwa matatu sana, masaa matano. Jaribu kukasa, unajua kuna venye unajua kama unakaza, lakini katika mkaso kana kujaga kadogo kadoti. Katika mkaso kana kuja kadogo kadoti. Katika mkaso kana kuja kadogo kadoti. Ako kadoti kanaenda kakitengeneza kaosheni pole pole. Kumbe kanaenda kukasirisha mtu. Kumbe shetani amekapanga kadoti kadogo kadogo. Ndio mtu fulani aende akasirike. Anaangalia kai umudu tani na nigwendete imudu theru na njega ani arorogwa karora kimuda karora karatu akarorogwa akagati toyo ndirendaga ani akathi na githi no control ni ikarire matatu-ine muno na ngari ndikurugamaga na ni kunyuita gacuru najua gacuru kana chiriaka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako refuse to be offended. It could be somebody, the devil, they are planning to destroy you because of just small thing. Be wise, mwambie be wise. Be wise, mwambie mwenzako muguza kuze tu kwa mabega, mwambie be wise. Yes, ohote komenya mahida. Ohote komenya mahida. Uelewe kujua mahida. Sasa kama mfano watu kama sisi tumekaa siku nyingi bila wanawake. Sasa tumepata mwanamke. Kurekebika ukue mtu venye huyo mwanamke anataka. Itakuwa gumu. Ita take time. Be wise. Sasa kurekebisha kitu yako pole. Mtu ndiramenyerete kuhura na gataba ya. Todo uroka wogwa geko wakahutithia ime. Agethamba agathi kuri arathi nigiacomoka nyumba nigiathi ukamura kote gwithambaga maitho nigiamenya giguthie kihutagia ime na kugigikwaga uguo githie tondu uguo niguo kiramenyerete utakiaje gugikonya ugitonyie bafu kimundu gikithambaga thutha wa thikũ 4 na wamezoea kuoga kila siku. Kinaoga baada ya siku ngapi? Siku 4. Maana wanaume mambo ya kuchida kwa maji kama kuku. Si hatujazoea ama ni aje ya sasa. Tumezoea kukaa kwa maji kama kuku kweli? Hapana. Sasa umepata mrembo mzuri mwenye anataka usafi, mwenye anakutakia mazuri. Ibaki kile ukaja kwenda wewe utaradhaba. Kaliko kadira kaagwa tho. Mundu akakoja thera mwili wako. Urenda muthuri kana urenda we thamba. Ndego kundure maine kana ndebata. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye mama akasema ya titoyo. Oya ananu gadegere. Alafu ukwe ule mtu wa kutoa jasho. Sasa umelala na wale unajua tunalala kama mimi nalala naweka mguu huko na ingine huko nalala hivi. Sasa hii mikono yangu ikikaa hivi makwapa zangu na zijanyolewa na zijaoga siku ngapi? Sasa angalia hiyo harufu inatoka huko. Inatoka ni harufu inaweza kugenerate gasi ya kupika chakula. Na huko hapa alafu mimi ni wale watu wa kungorota. Alafu unajua kuna mongonoto nyingine, kuna nyingine anataka unasikia. Unaona mama ameamuka ameenda kuomba. Lakini si kuomba maombi mazuri, anaenda kuuliza Mungu, ulisahau. Mungu, kawariganirwo kejikeria kile gitarekio. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako refuse to be offended. Kataa kukasirishwa na mambo madogo madogo. Maana maneno mambo haya madogo madogo yanakuondoa kwenye mpango. Maana Mungu ako na mpango mzuri. Ako na idea mzuri, ako na agenda mzuri. Wakati unaenda kubarikiwa, ndio unasikia kimwanaume kinanuka. Alafu ukutana na ule mwanaume, kuna wanaume wengine ama mama. Wao kazi yao usiku mzima unasikiaga ni kutoa tu oxygen. Kutoa tu oxygen. Oh yeah. Unajaribu kuimagine ati deo hakioho kiriko. Hii kioho nimejifuka gani ya miaka yote. Na huyu ni mtu wa kuchafuaga. Kila wakati yaka inachafuka. Inachafuka kila wakati. Kaka kidogo dui, nakakba. Yalaja. Sasa unashinda geke ni kioho kiriko. Kai. Asubuhi unaenda kasi, unaacha mtu ameenda kasi. Akirudi nakuta ulihama. Yani you get
Nati kwenda gwake athire gwa shosho wa wali abosho ria eta kono ali anyingi cia muthukira nda riu nikio raigwa ndekiruruma iraruruma nda na karuruma kano na karuruma na kanukaga just because of one event unapaki misiko unaenda unakuja kanisa kama hii ukitarajia makubwa maana unasikia ka apostle Dora Waruige unakuja unaangalia unatafuta hiyo kitu unaonaga unakosa kumbe ni leo tu na Mungu hiyo kitu ilipangwa ndio ukuje ukasirike kumbe your destiny was here kumbe the plan of God was here unakuja unakutana na Asha mwingine mwenye amekula pilipili mbili zimemharibikia pale anaenda kumuuliza swali kana si apostle na muuliza what do you want to see him for alafu ni wale unakuta ni wale Asha wanavaaga manini nani yako na manini specs ziko wapi nipatiweni specs na ishe si hadi vitali jini si hadi vitali kansi ya madoido tare sana kuta ni kale kama mama ka Asha unajua kuna tumama tugire tunakuka tu Asha kana kufaria hivi why do you want to see the apostle alafu kametoka Nyeri kule Tetu unajua wale watata Tito tu kana kuuliza why do you want to see the apostle can you write to us can you write one sentence can you do it in one sentence why do you want to see the apostle alafu umeumia unaigwa tu kuona apostle umeumia mpaka venye unatembea umeenda kama umekatika sedaboroti unataka tu kuona unajua neno moja ya apostle nitapona alafu nakuta kama mama kanaanza kukusugua kana kuspeleka hivi kana kupeleka hivi kana kupeleka hivi unasema takataka hata hii si kanisa mzuri kanisa hata nilikuwa nimeonyeshwa ni ya madevo kumbe hapo ndio ulikuwa ukuje uponee lakini umekutana na kizuizi umekutana na kamama kabaya kababa kabaya kama mwanaume kabaya kanakaa unajua kuna tumono mwingine tunakuaga mwili mdogo lakini simaanishi wako hapa unakuaga tu mwili tudogo kakichwa kakubwa watu wanakuaga masubua sijui kama mnashai kuangalia mtu mwili kadogo na macho kichwa ni kubwa mutasubuana kwa sababu kana kuangaliaga hivi kana kuzalafu mapua inakuwa kubwa kana kuangalia hivi unaona kama ni Bedford inafuguka hivi anakusubuka kana kuuliza wewe sasa ulimuonea apostle wapi uko na appointment sasa nashindwa mimi nimeona apostle kwa YouTube na Mungu akaniambia nenda kule utapona sasa ni appointment gani natafuta ya nini natafuta appointment ya kuona mtumishi ya Mungu ya nini so kiabia unaona kamefutoa maisi sasa kameshika hivi kameanza kufanya hivi unataka kutufundisha jinsi ya kufanya kazi madam can you go come on Tuesday that is when the apostle is going to see the diary is full anakuambia ukuje Tuesday na umekuja Tuesday meaning the whole week utaenda wapi na ulikuwa umeambiwa ukienda kwa huyu apostle na ukaambiwa sasa huyo apostle anakuaga na roho mzuri ni mtu mzuri anapenda watu sana only kukutana na watu wa apostle watu manyang'au watu wanakaa wanakuangalia na sura wako na macho ya blue and you get offended unaenda kwa sababu ya hasira unatoka na hasira yako na ukubike umekatika sedaboroti unaenda hivi unatoka na hasira yako unaenda unagogwa na mtu wa nini wa ule kuua ule amebeba gunia waru sasa yeye unaenda unamohegesha unaenda hivi hauonani na yeye unamohegesha au kibohegesha gunia waru inakuwa kukiaka unaanguka unasema oi kai kare komore koyo nakige kudwarite kwa apostle hiyo gatari koma unaongezea maijari by the time ufike nyumbani you are more offended paka unasema mambo ya kanisa utaki kumbe that is the day the visitation of God was coming mwambie mwenzako usikasirishwe na mtu just relax mwambie relax angalia maneno venye inakuja just relax maneno ikikuja baya mwambie shetani shidwe Bwana Yesu asifiwe sana mwambie shetani shidwe I am going to get what it is of me
Siwachi hata kama wakikuingililia, wakipigana na wewe, wakilimana na wewe. Kaa hapo hapo. Kama Mungu amekwambia ni hapo, kaa hapo hapo. Kamata kitu hapo, swaga kitu hapo. Sema hata mkiongea nitakaa hapa. Mama mkipata kimwanaume hata kinatoa hewa baya baya kwa kitanda na usiku ina mgurumo, mwambie ni mgurumo ya miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni migurumo ya nini? Ya miujiza. Ndio hiyo inaguruma. Mwambie ni migurumo. Akikwambia unafanya mambo mabaya, mwambie hapana, ni environment inadjust. Hallelujah. Mwenye niliera lila hata kujitana na liaku. Nikiwaigwa lila lila ni oxygen na nitrogen siareho hamo. Inatoka nini? Inatoa spirit, si ndio? Alafu watu wanalewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijalishwe na venye wanasema kukuhusu. Usijalishwe na venye wanakupangia. Wanaweza kukupangia mabaya, kumbe ni mipango ya kukuondoa kwenye mpango wa Mungu. Jiondoe katika makasiriko. Usikasirike mami. Kimudugiro nagia kuheteria noko ni hiko muradi kuradhimu. Atigira kuheteria uko na neke ni madhina. Kiumilirie tu. Dinapenda ukihoera. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, kaya kangumu. Vumilia na uendelee ukijua kuna kitu kiko hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hawezi akakuleta kwenye nyumba hii kama hakuna muujiza wako. Hawezi akakuanzishia mpango fulani kama hakuna muujiza wako. Hawezi akakupeleka Mombasa kama hakuna muujiza wako. Hawezi akakupeleka Amerika kama hakuna muujiza wako. Na ukiona wameanza kukuzunguka, wameanza kukupiga, jua hapo ndio muujiza huko. Ona waheyo mawera ona mage. Umenye ni higo gayerera ukurathima. Nakoje kwa ni dikwenda. Gogo to wigo tire kya kwenda kana kya kwenda. Nego ikara na urute wira. Bwana Yesu asifiwe sana. You must work, you must deliver, because I have been taken through that college. Mimi nimepelekwa college. Nilikuwa Mogeke nilikuwa college. Bwana Yesu asifiwe sana. Mogeke nilikuwa nini? Yes. Hata kukua na wanawake wengi, it was college. Saizi naangaliaga watu hivi, naangaliaga ani anakujaga akijipendekeza. Huyu ni mmoja wale wa kujipendekeza. Akikuja anajipendekeza na muangaliaga na macho hiyo. So what do you want? Hata kabla afungue mdomo mimi najua, because I have an experience. I'm the best man to marry now. Maana I have the experience. I will not be offended. Hata ukikuja na triki zako nitakupeleka hivi. Ukikuja padi nakupeleka hivi. Because I'm experienced. Nimeufukwa jela mara 52. Sasa utanitisha na ugumu gani? Utakuja niambie ati utanipiga risasi. Utanipiga risasi gani? Already mwili wangu umepigwa risasi, umezoea. Nimepigwa risasi 12 kwa mwili yangu. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuja unitishie na sumu, wameniwekea huko moyo, waliniwekea sumu nikufe. Si kufa. Wakakuja hapa kanisani hawa kina Roda hawa. Wakaniwekea sumu hapa. Si Roda wewe. Kwani wewe tu unafikiria wewe ndio Roda Kenya hii? Sasa msimiana ameanza kukasirika. Na ninainua jina yake. Namuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Refuse to be offended. Waliniwekea simu maradhioni hapa. Wakaniwekea kachai nikunywe. Na nikameza, nilikakunywa vizuri kombe mzima. Alafu nikasema kama soda ya Coca-Cola. Wakaogojea nikufe, mpaka wakatuma mtu mmoja wao. Alikuwa mwibaji hapa. Wakamtuma kuje aulize. Akakuja, Apostle, kwani are you not feeling well? Siku nilikuwa nimeanza kuitwa Apostle. Niliitwa Apostle hapa mauko. Hapa. Na mliniita kwa nini Apostle? Detiro Apostle nike? Ni nini nilifanya ndio niitwa Apostle? Ati nini? I deserve. What did I do? What is the role of an apostle? Hii kazi naifanya. Si unafanya kazi ile nafanya? Mbona hujaitwa apostle wewe? Sasa ndio ni qualify niitwa apostle. Ni nini mliangalia ni mkaniita? Najua sijaijua ni kwa nini naitwa apostle. To be very frank, I don't know why Kwani Reverend anakuwa na vision ya nani, ya shetani? Kwani Reverend amebeba nini?
No, Reverend D amebeba nini? Si Wairimu ni Reverend? Wairimu ule wa Karen ni evangelist. Yeye amebeba nini? Sasa ulijuaje mimi ni apostle? Mimi siulizi yoyote, nataka kujielewa. Ndio nikiambia mtu mimi naitwa apostle, akiniuliza swali nitamjibu. Yeah? Najua kuna 5 hold ministries. Mimi naongelea mimi. What qualified me to become one? Yeah? But why did you call me one? Yes, baba. Yeah. Hiyo ndio ilifanya. Kwa hivyo ni difference ya kujua kuhubiri. Tell your neighbor, refuse to be offended. Kataa kukasirishwa. Mwambie huyo shetani, hauna mamlaka ya kunikasirisha. Hauna. Dokodu takwa gai. Mwambie unitoi kwa Mungu. Kuja na niongelee baya. Ongea na uongee baya. Mimi nitaendelea kuwa kausi. Najua tule tumusetwa huko Dadora to Radi Road. Tunakuwa najua tumusetwa na huko Dadora ni tuigili tu Murang'a. I don't know what a coincidence. Tuigili tu Murang'a. Na vile kamezoea kukula kanyama mpaka unajua mtu wale wanakula kanyama mingi si kama huyu. Wale wanakula tutubo tu nyama tunakujaka kamechomoka hivi. Huko kwingine ni mkode na miguu inakaa kama lakini katubo tu ndio kanachomekaka hivi. Sasa wakati tulikuwa tunaishi Dadora, tulikuwa tunashindwa kulipa rent ya shilingi 350. Alafu kanakuja, kanajua huko ndani tulikuwa tunatokeaga kwa dirisha. Tukisikia kama ama unafuka nje na kufuri, unakaa ndani. Kupe kanakuja kanasikiliza kanasikia stove. Na alafu ile stove ni zile za ujiga. Mnajua zile za utaudi zile za pressure. Kale ngapi walipika na hiyo stove. Hiyo ka stove ka ujiga. Sasa wewe ukiakisha kana Radi Road anakuja anasikiliza. Wewe kijana. Sasa ndio unapika ugali. Na ulipitia wapi? Kesho nang'oa mlango. Asubuhi kamzee kanakuja mapema. Kanang'oa mlango. Ukikatalia huko ndani kanakuja kanang'oa mabati. Maana tulikuwa tunakatalia huko ndani. Kanang'oa mabati yote, unaenda unatafuta karatasi unaweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Tuangalie kitabu cha James ndio Yakobo 1 mstari wa 19 na 20. Mwambie mwenzako kataa kukasirishwa. Usikubali maana wanataka kukuiba kitu yako. Ukiona wameanza kukukasirisha, wameanza kuongea baya, wameanza kutukana wewe vibaya, there is a blessing ahead of you. Avoid. Understand this. Ukisaidia tu na Kiswahili ningefurahi sana. Understand this, my Christian friends. We must all be careful to listen. Oh, be careful. Nipatia Kiswahili. We must be all be careful. To what? To listen. We must be careful. Chukua muda wako. Ndugu zangu wapenzi, kumbukeni jambo hili. Kila mtu na awe mwepesi wa kusikia. Hello. Maana watu wanaweza kukuambia maneno na ni maadui wako wanakuambia. Be careful to listen. Don't take in any word umesikia kutoka kwa watu. Don't take in anything umesikia wamekusegenya na unaanza halada kashanda na marokontaya na karamaka. Na ilikuwa uvumi. Sasa unaanza kupigana na uvumi wa panya. Kila mtu awe mwepesi wa kusikia. Lakini si mwepesi wa kusema wala mwepesi wa kukasirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa mwepesi wa kusikia. Wewe sikia, weka yote hapa. Lakini kusema ama kukasirika ukwe mwepesi. Nenda pole. Maana nitatunga kastori na kastori hako katakugoga. Nitasuga kastori kadogo tu na kastori katapanuliwa katakuwa kitu kubwa. By the time you come to realize ilikuwa fake story. Ushabomoa. Ushakasirika. Ushaenda. Ushapoteza. Umekasirika. Umeachanisha. Sasa hiyo ndio ulikuwa uende upatiwe pesa ni yako. Alafu unabii unajua ago yako anakuaga devil worshiper. Una imagine kai na ni araje tile agiri 10.
najua ako yako ndio aliua yule mtu yule neighbor yenu. Kai, ugo ni mwana wako areda. Kumbe walikuwa tu na kapulani. It was your time to be blessed. It was your time to get where you're supposed to be. Only to be offended. Unakuja unakutana na mtu wako mzuri uko kwake. Sasa hiyo unakuta kitu kimefanyika tu hapo. Unasema kwa hivyo huyo mwanamume ananidaganyaga. Alafu kwa bahati mbaya my sister alikuwa amekuja kwangu. Alafu akawaacha baika. Mwadhani ya gosho. Nani ya my sister? Na udiki atakuikara de nyeje gugutarira ni ya my sister. Unogwerore na maitho. Gere Ngai. We Ngai muiguithie tu tondu we no ngihota kumuiguithia hota. Ya sister mugani? Agoka guku. Agatiga haha. Ari, ukwanyeje muno we, ukwanyeje. Kwanza kukutana na mama wa Nyeri wa Karatina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwambie mwenzako kuwa mwepesi. Kuwa mwepesi wa kuona, kusikiliza. Kuwa mwepesi wa kuambia maneno, kusikiliza maneno yote. Don't ignore any word. Don't ignore anybody. Listen to them, but don't be offended. Don't take an action. Usikasirike, usichukulie, usiongee. Just take it in. Kuwa na moyo wa kushika maneno. Take it in, observe it. Take your time, take your 3 days. Look at it, 3 days. Wakati ukiwa sober. Don't take a judgment immediately. Don't take something and say, this must happen today. Ninaenda dadiko kwa Amerika yakwa. Dadie gwitole, ana gwitoke getia unekete. Na ndivyo hali yako negogo niwe kwanyu. Nigo ramenyire kitanda getia unekete. Mwambie mwenzako usikasirike. Mwele tu ndukarakare. Ati ni kwendaga kuona apostle no agirio kuona apostle. Nina kanitheo dinamieda onadwa kanitheo adwa kanitheo ndino ni tari arogi. Urokaga ni ndwa kanitha kana urokaga ni ndwa wakwa. Urokaga ni ndwa apostle kana urokaga gucaria Ngai. The moment you discover and realize you are not coming because of that apostle, the apostle has got nothing to do with you. He got nothing to do with you. I'm just a caretaker here. Kuja kwa nyumba ya Mungu barikiwe. Kuja kwa nyumba ya Mungu inuliwe. Kuja kwa nyumba ya Mungu kutane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Apostle atakukasirisha. Apostle ni mtu. Ni kama odo. Otawe. Yes, niko na heart kama yako. Niko na kichwa kama yako. Macho ni kama yako. I got everything like you. I'm just but a caretaker. Refuse to be offended. Wacha kukasirishwa ati kwenye atekaje jagadi imepita. Ria imekukanyaga unasema kai uchawi. Baka unaanza kuumwa na hakuna kuumwa. Hauumwi, lakini kwa sababu unataka kuumwa unaumika. Unasema kai uchawi wana matoka. La. Baka unalinae na unalikae. Only to find that jagadi yumawe iraine wayo. Otorethi ya goikara State House. Jagadi is a very precious animal. It lives amongst the kings and amongst the poor people. Haikuagi na shida na mtu. Ama umesikia jagadi imeuma mtu? Yeah? Jagadi inaumanga mtu. Ukienda State House kwa Ruto utaiona ria inapita. Na hakuna mtu anataka kuiua. Hizi tunaweka dumu. Umbu tunaweka dumu, lakini jagadi inakaaga tu peacefully. Because it's a peaceful animal. It's a peaceful reptile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa na peace. Ambia moyo wako kuwa na peace. Guza moyo wako tu kuambia kuwa na peace. Kuwa na peace. Hii ni safari, na safari hii ni ndefu. Tunaenda mbali. This is a journey. We are going to live in this world. Hao wakasirishaji na wanakasirishwa, we are going to live with them. Tutaendelea tu. Wale walikutusi, tunaendelea kuishi dunia. Maana hauna nguvu ya kuwaondoa dunia hii. Hauna uwezo wa kuwafukuza kutoka hapa. Hauna uwezo wa kuambia ondokeni, mtaendelea kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama huyu amekukasirisha, hakuna mahali mtaachana, mko tu. Hata ukihama hapa, ukienda Nakuru mtakutana naye Nakuru. Amekuja na timu nyingine na wewe uko kwenye timu nyingine. Ukuta kwa sasa tena amekuwa bosi yako tena.
Na ni timu kubwa ni nani? Ni Bonihini anakuja. Kumeitwa Masquare. Alafu wewe umeitwa kwenye Masquare. Ukienda kuangalia ni kale kama mtu ulikuwa unachukia. Ndio kama kwa pale paka una shida, unajaribu akuone kwa sababu ako na favor kubwa kukuliko. Unajaribu kuinua mkono akuone. Hakuoni maana mko wengi. Alafu mnafanana. Na ulikasirika. Sasa hauwezi hata kumtext. Mwambie mwenzako usikasirike. Oh my God. Sema oh my God. The verse 20. See my God. My God. Verse 20. Mwenye hasira hawezi kutimiza matakwa ya Mungu yaliyo ya haki. Mwenye hasira. Ukipata hasira hawezi kutimiza matakwa ya Mungu yaliyo na haki. Utavunja watu. Utaua watu. By the time umekuja kurealize kalikuwa propaganda, ushamaliza. By the time ulikuambia ni kitu tu uliambiwa, dekanya mturelilo. Ukakasika ati walikuwa nakusegenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wanasema maneno yako baya. Unakasirika, unasikia chubi imepada, igatanelea bata, hata marega ile iko ndani yako imekatalia kwa mwili inapada. By the time only to come to realize it was not meant to be so. Hakukuwa kitu kama hiyo. Ni mtu tu alikuwa na muhahe yake. Umeua watu kama 20, umefukuza watu, umebomoa nyumba msime imeanguka chini. Umeangusha ndoa yako, umeangusha kazi yako, umeangusha kampuni msima because of a word ambayo ulisikia kutoka kwa mtu mwenye hanaga break ya kanwa. Unajua kuna watu hawana break ya mdomo. Yeye tu yani anasikiaga tu kuongea. Hana meaning na hana understanding, anataka kuongea nini. Hana formula, hana hata kidogo. Damenya kane kiaragia. Yani oalie tu. Na akiongea tu unamkuta pale akicheka. Amesahau hata alikuwa ameongea. Bwana Yesu amesahau. Na alisema tu naonaga huyo mama anachukua kanyota za watu. Yani ilikuwa tu aongee maana yeye amezoea kuongea na watu wa type yake. Sasa amekuja kwenye kiwango kingine ambacho si type yake. Sasa badala arekebishe anaendelea kuongea akifikiria kule alikuwa na type ya kule amelete hapa. Sasa na wewe kwa sababu wewe ni type ya makasiriko unakasirika tu. Unasema mimi siwezi kushikana na mikono na watu ambao wanakula nyota za watu. Sasa nyota yako itaibiwa aje na wewe ni Mkristo? Itaibiwa aje na wewe umeokoka? Dola amekufundisha babu ya kukamata nyota yako na unakaa nayo. Nani atakustua? Unaonaka mimi kama mimi ni mtu wa kustuliwa. Si mkae kama baba yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si mkae kama Dora. At least hata mwachane na Apostle Dora, kaa kama tu Dora mjue Dora alikuwa mang'aa. Na alikuwa mang'aa. Mimi sitaki watoto ati wale wa hizi za makanisa zingine wanalalaga biguni wanakuja asubuhi. Nataka mtu majabasi. Mungu hajai kutumia watu wazuri, anatumiaga majabasi, watu sura baya, watu wamefanya mavitendo, watu wanastua dunia. Kama uwezi kustua dunia unakuja kufanya nini kwangu? Mimi ni mtu wa kustua dunia. Mimi ni mtu wa kubabaisha dunia inababaika. Yes, nikiwa sogo. Si sogo, sigo. Sigo. Nikiwa sigo, nababaishaga dunia inababaika. Ama muonagi hivyo? Na sasa wewe ni mtoto wangu kupeleka wapi? Mayai, unakubeba kama mayai, usipasuke. Mimi sitaki muoga. Kuna vitu vitatu Mungu anachukia gani? Namba 1, muoga. Namba 2, kegota. Namba 3, kelimo, keiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sitaki mjinga kwenye nyumba hii. Sitaki kimutu kimuoga kwenye nyumba hii. Nataka watu wakikuja hapa kutubabaisha pale, unageuka tu unakaa kama independent church. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamalizana na adui alafu mnarudi kwa Yesu, mnaambia Yesu kaza kuja twende. Lakini siku kuja Wakristo wa zamani walipigana vita. Hakuna, nimeangalia, nilikuwa najaribu kutafuta Biblia, ni wapi watu walifukuzwa kwa amani. Mungu aliambia watoto wake wa Israeli, nitawapatia mataifa 7 yaliyo na nguvu kuliko. Mutakapo washika, kuwatengeneza, muamalize. Deuteronomy 7 inasema nitakapo wakabidhi mikononi mwenu, muwachangamkie. You shall utterly destroy them. Akaangalia Musa, akaona Musa, huyu Musa ni mtu wa kuendelea kutegemea miujiza. Unajua Musa alikuwa mtu wa miujiza, si mtu wa mundu kumundu.
Alikuwa mtu ati agusa fibo inaaguka inakuwa nyoka. Anagusa fibo nakoka fibo maji inapasuka inaondoka. Akajua huyu ni ekoderia. Kwa maundu mageka yekaga kona gike kilimo nege ekoderia giki. Akaangalia Musa akampeleka wakapelekana naye akastuliwa mara ya kwanza akaanza kulia. Unajua Musa alistuliwa mara ya kwanza akalia. Akastuliwa mara ya pili akaona maadui ndio hawa anakuja. Watu wakaanza kulia na yeye akaanza kulia akasema wewe. Gike kilimo leke nyambe gikale. Wewe toka, wewe. Akamuita akamwambia come home. Musa akaitwa home. Bwana Yesu si sana. Akaenda kauliza Joshua, nimebeba Musa. Are you ready for the job? Akamwambia even nilikuwa na ulisaka, kwani umenisahau? Maana Joshua ni kama he was ready before ready. Yaani ukiona actions za Joshua venye amepigana vita, ni kama mtu alikuwa na uzoefu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuanza kustama ati nao sijui kiatu ya Musa ilikuwa kubwa, ati kiatu ya nini ilikuwa, ati unakuja na appointiwa kuja simamia hapo unaanza kusema mimi sitaweza maana sijui. Hapana. Joshua ni kama alikuwa ready before the world was ready for him. Alipoambiwa sasa jamaa amekufa, sasa ni wewe chukua jukumu. Kitu ya kwanza alienda Jericho, akaweka Jericho yote chini. Alivuja Jericho ikateremka chini. Akashika mdhamaki wa Jericho akachinja mwenyewe kama kondoo. Akaondoka huko akaenda Ai akachinja. Akaenda Gibeoni. Wa Gibeoni waliposikia Ai imemalizika, ilibidi wakimbie kwa Joshua. Akaambia Joshua, kumbuka hawa watu ndio wale walikuwa na mafukuza wakiwa na Musa. Waliposikia ile kitendo Joshua amefanya, walikuja bio wakasema no. We want to put an agreement. Tutakuserve. Turaga nawe tuguthambagia maguru na tuthambagia jeshi yaku maguru tukirutagira wira we will serve you. We don't want, oh our Lord, we don't want to be at war with you. We want to serve you. Hiyo action peke yake, that action ikapata tick. Sema tick. Because they refused to be offended. Because they knew wakikuwa offended waende kungangana na Joshua watachinjwa. Sasa mataifa matano Ai na zingine zikauganika pamoja. Joshua chapter number 10. Wakauganika pamoja. Wakasema sasa Wagibeoni wameenda kutusaliti. Wagibeoni wameenda kutusaliti. Wameenda kushikana na adui. Oh my God. Kushikana na maadui. Na wakapanga vita wamkute. Wakaenda kukutana na Gibeoni. Gibeoni alipiga telefonel. Telefonel niki France telefonel. Akapigeko katika telefonel. Walipofika telefonel wakamwambia Joshua, hawa watu hapa watoto banakuja wanataka kuja kutupiga. Na tulifanya maagano na wewe. Joshua akasema tulieni hapo nendeni mkalale. Mimi niko na nyinyi, tuko na mkataba, tuko na plan na nyinyi, niko na mpango mzuri. They were not offended. Hawakukasirika waseme kujeni tupigane. Walijua don't get offended because you have a hand. Bwana Yesu asifiwe sana. When you refuse to get offended, you get that other hand that you ask God from. Mungu anakusaidia na mkono wake. Mungu anakusaidia na jinsi ya plani zake. Alafu walipokuja kumvamia, Mungu akaambia Joshua peleka jeshi. Akaanza kuwachinja, akapigana na wao. Walipoanza kutoroka, Mungu akaanza kudondosha mawe. Akadondosha, Mungu mwenyewe akadondosha mawe kutoka mbinguni. Mwambie mwenzako, Mungu atadondosha mawe kutoka mbinguni kwa ajili ya maadui wako. Hawa maadui si watu wa klasi yangu, si watu wa kushindana na wao, maana they are not of my class. Ati dokirumana na mudu na tiwakira adigi yaku. Mudu akakuo kamwe. Ati moja ati we yakonya na yene ukombana utaniona ya nini? Leave them to God. They are not of your class. Do not be offended. You are a vessel, kingly vessel. Wewe ni vessel ya mbinguni. Don't be offended. Don't fight them. Don't even hata kuwarudishia chochote. Usiwarudishie. Mtu amekuandikia message ya kukutuzi, usijibu, tulia. Wachana nazo. Mwachie Mungu. Mungu will deal with them. Si wa klasi yako. Onyesha Mungu, mwambie these people are not my class. I am not going to fight with them. Wagibeoni walijua these people are not our class. Let's get Joshua. Joshua ndiye ametengenezwa kupigana vita. Sisi ni watu wa kukula vizuri. Tulifanya maandiko, tulifanya maagano. Yes. Then why? Tunaenda kupigana kwa nini?
Why? Kama nimefanya maagano, kama nimeandika mtu hapa kazi afanye kazi yangu, why will I go to sweep na kuna sweeper? Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, walifanya maandiko, wakafanya maagano, wakakubaliana, wakaabiana, kutoka leo vita zangu nimekupatia, utanipigania. Unaenda kupigana nini? Uliokoka, ukaambia Mungu akupigane vita zako. Ulikamwambia Mungu akushughulikie, ukaambia Mungu akushike mkono, ukaambia Mungu akusaidie, ukaambia Mungu akupiganie maadui wako. Mimi sisi baibaikagi na inukiagwa na kila mtu, na inukio kutoka State House mpaka kule chini, mpaka Tothigiriri. Unakuta ukikuta hapo unasikia Gathigiriri na hakaumagi mtu kadhaniuma ngata. Sasa hapa nimeenda nimekuta kametaba baka nikashindwa kametoka wapi? Na nyumba hii msima hakuna Thigiriri, lakini kameniuma nini? Ndio nipige kofi kakufe. Lakini nani kameuma kasehemu kadogo na mimi nipige nani ataumia pakubwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Refuse to be offended by these small things. Those people you think they are your enemies, they are not. They are not of your class. They can do nothing to you. Hawawezani na wewe. Ndio kwa maana wanaongelelea huko. Ndio unaona wanapanga huko kando. Maana hawawezani na wewe. Wewe si mtu wa kawaida. You are not their class. Nani kuongangania huko kinyani huko kile mahoya. Tunareka tukome. Pigana na wao. Wanaopigana na just make an agreement with God. Make an agreement. Wagibioni walifanya tu mkataba na Joshua. Vita zikaondoka, stories zikaondoka. Joshua akachukua majukumu, akaanza kuwapigania. You are not of their class. You are not of their level. You are above them. Why are you fighting them? Why are you wasting your time? Atibaka adirako madirona toro. Niki, simupage muone, pageni kunipiga muone kama nitakosa kulala. Siku hiyo ndio nangorota, siku hiyo ndio mtajua nangorotaga namna gani. Ndio kuna wale mtu anangorotaga unasikia ni kama ni Bedford, ile lori ya Bedford. Ikichejiwa kia. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku hiyo utanipata nimelala vizuri. Maana this kind of characters that are coming to attack me, they are not of my class. Sijapata mtu wa level yangu. Nasikia tu mtu mwingine hapa na pale tunajaribu kuniattack, kingine kananiattack hapa, kingine kananiattack hapa. I have no time for them. I cannot mention them because wanataka niwataje. Kuna kamjaruo kingine kana hapa Eldoret kalituingilia hapa. Nilikwambia tu one word, shut up, preach the Bible. Kalienda gawapi? Kakaitisha maombi. Ati akufe, ninamumaliza akufe. Aende kabisa. Nani aende? You are not my class. You are not anywhere near me. I am a king in the kingdom of heaven. Na wewe ni mtu wa kufagia. Ati ukeruo jirani uko, are you Esther? Mudo kedisha ne Esther tolone yego kwa muthamaki na mahoya. Yes, duwa nawe dui kuhoya. Dui onadui kugali naye udhikageria ule Kimani William wahoya galabagada limakanda na magada. Sasa hiyo ndio natisha nayo maombi ya Kimani, na Kimani alikuwa anaombea paka za kwake nyumbani, naona anza kusema na magada, kumbe ni paka za kwake nyumbani. Ndio unakuja kuniambia ati hizo unakuja na mimi kwetu hakuna paka, mimi ni mimi. Sasa unanitisha na nini? Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine amejatini wakwanganga hapa chini. Anasema, ondoka na wewe. Ni nini? Alikuwa anafukuza mapaka na mapanya. Sasa unakuja kuni maombi yake ya paka na panya ndio unaniletea hapa tupigane na mimi. Komanda. You are not my class. Tell your neighbor, you are not my class. Mwira na lugha raigwa. Tuli wakirathi giakwa. Hatuwezi kushindana na wewe. Yani wewe ni kitu kadogo sana. Hatuwezi kushindana na wewe. I cannot waste energy kwa sababu yako. I cannot waste my time kwa sababu yako. I have a God. I have a mighty God who is mightier than me, who will do the battles because I have an agreement with my God. And you are just fighting here. Unangangana. Ati waliniombea, ati nilikuja tu nilipoingia hapa, ati nini nilifanyika, nikasikia mgogo imesema kwake. Alafu nikaenda kidogo, nikasikia bafu sikasema kwing. Nikakuja kukaa, mali niende kukaa, nikasikia toe.
nikajua hii ni hataki ya nini na ne posho ile nisho shida kudhubura mwili. Umekula maharagwe imekusubua, imekosa balance, maana kuna oxygen ndani, kuna carbon dioxide ndani, kuna nitrogen ndani na kuna content yenyewe yuko ndani, zinatafutiana njia. Relax, kwa kila kitu kisema kila kitu ati ni attack, ati ni mapepo, ati ni nini, kila kitu ni kwani unaobaka mtu gani, Mungu gani? Kila siku mapepo, naongelea mapepo. Kanisa mzima imewekwa baridi, mapepo. Ati watakuja mapepo. Hapana. Swaga wao mpaka watume mtu wao akuje aongee hapa. Yes, swaga. Na unajua yes, kuna kitu umebakisha. Umebakisha kwa kitu kimoja tu, mtu aende. Hallelujah. Mwambie mwenzako refuse to be offended. Kataa, matika kurakalie. Msikubali kukasirishwa na tumutu hatujui hata kuongea. Kananuka mdomo. Ati niko gatumiti orakare. Iyo gegesha manena kemodo kiranuka kina maperfume marashi mega. Gira hitoka gukaigwa yes ginyokati go ine. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, kinya mtumia imagine. Will I get one? Yes, you will get one. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Refuse to be offended. Kataa kabisa. Ambia watu mimi sitakasirika. Mwambie hata ufanye nini, sitakasirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ecclesiastes. Ecclesiastes 7:21. Hiyo ni kitabu gani na Kiswahili? Mhubiri. Ndio Ecclesiastes. Ecclesiastes. Lakini si nimejua ni kitabu gani. Sasa wewe na kisugu yako inanisaidia na nini? Si mimi najua mahali ya kufungua. Sasa wanataka kufanya nione kama sikusoma. I refuse to be offended. Hata kama sikusoma, Mungu alinifundisha. Ati usitie maanani maneno yote wasemayo wanadamu. Usitie maanani maneno yoyote yale wanadamu wamesema. Don't put them into action. Bwana Yesu sema, usije ukamsikia mtumishi wako akikutukana. Yaani unajua kile unasikianga kila maneno mwanadamu akisema. Kumbe ni mtu, unajua hakuna mtu wako na mtumishi wake na baba anatumikiaga mwenye amtukanaga. Ateke nigioka. Ukioka ya Kenya. Unakuta ushaikia hapa siku moja ukakuta hawa watu wa praise wamekaa, mmoja amekaa pale yako kwa YouTube, mwingine yako kwa TikTok, mwingine yako pale. Nikiingia tu pale unakuta kama wamejipaka. Unakuta yule Jonah badala aanze kupigia keyboard, unaona vile amekaa, anajikuta kwa padia anaangalia huko. Maana mtu wa gitaa badala apige gitaa inainama hivi. Unamkuta amekuja anasema kudamu. Kwa sababu walikuwa wananisengenya na wameniona nimeingia. Sasa nikakuwa mtu wa kusikiliza kila kitu, nitasikia venye walikuwa wananitusi. Sasa utaanza kubishana na nani? Na wafanyikazi wako. Utaanza kuambia nyinyi mnaniongeleaga vibaya. Nyinyi ni wajinga, wakubafu nyinyi mnaniongelea. Sasa nimejidunisha, nimejipeleka kiwango ambacho si changu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wacha kusikiliza kila binadamu anachokisema. Wacha kumsikiliza kila binadamu. Don't listen to them. Just close your ears. Funga masikio yako. Usikuje kusikia venye walikuwa nasema. Mpaka unakuta watu wako wa kazi ndio walikuwa nasema hiyo. Hiyo maneno ilitoka kwa wafanyikazi wako. Na wanakujua mpaka unashindwa. Hiyo kitu unashindwa. Walijuaje? Hawa watu wengine walijuaje? Kumbe ni kama mfanyikazi. Sasa ukisikia kila kitu, ndio unaenda kuthikiriria omodo. Unataka kusikiliza kila mtu akisema, kila kitu kisemwa. Unataka you want to be there. Utakuja kusikiliza mpaka maneno mengine unashindwa. Na walikuona. Sasa ni nini wafanyikazi wa juu unafanyaga? Tule tumama mnaletage usiku wawero. Katumama tule olehage otukore. Ni matimenya kanu arehe. Makeiwa munago thenya no ahigura kokokokokwa. Agashothereria kona nike mama ni gathi na nike ni ibaki anyu ni okioe. Nikira gitungu keiro na bine giathie ni maramenya. Duri ugicoko thina hau kambe ukaigwa uria cirario ciaku ugathikiriria cieto cioyo ugathikiriria ndeto githe ciumite na muruti waku wa wira. Kinyo gathikiriria cia muruti waku wa wira akakurutire aguo. Refuse. Don't listen everybody. Plan. Have a class of the people you talk to.
And be not listen to rumor mongers. Don't listen to the stories ambazo hazikusaidii. Listen to only a story that will help you. Zungumzia biashara, zungumzia mipango ambayo ni ya kukupeleka mahali. Zungumzia kitu cha maana, sio kuanza kusegeja ati kwambia huyu amefanya, huyu niliota kwa ndoto, akifanya akikunia. Sasa si yote wewe uende ukunie kwa ndoto. Turudishie hiyo tuendelee ama tumemaliza hiyo? Nipatie kitabu cha Colossians tufuge hapo. Chapter 3 verse 8. Yaani ukamsikia mtumishi wako akikutukana. Colossians 3 verse 8. But now, Kiswahili mami, ama ni mami ama ni baba? Ayo baba au mami? Ndio ina hali. Nimutumia. Nimuherega wa hasara. Niherega na nikoroga na matumaishi tonini. Lakini sasa mnapaswa, mnafanya nini? Mnapaswa kuachana na mambo haya yote. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnapaswa kuachana na mambo haya yote. Utige muhahe, roda. Manita, mkatika mehahe, muache masengenyo, mambo ambayo hayakuhusu, achana nayo. Tulia, na iwa mwiretu wewe. Tulia tiga muhahe, teriwa neiba tiga muhahe, atige kukosegeja. Sifa pale. Lakini sasa mnapaswa kuangalia. Si umeona? Sasa anataka nikasirike wakati nimemaliza. Sitakasirika. Rudisha. Lakini sasa mnapaswa kuachana na mambo haya yote. Hasira, tamaa, uovu, kufuru au maonevu. Maneno yasiyofaa yasitoke kamwe vinywani vyenu. Umesikia? Hasira wachana nayo. Na nini kingine? Amesema tuachane na hasira. Na ingine tamaa. Na ingine uovu. Na ingine kufuru au maneno yasiyofaa yasitoke kamwe vinywani mwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. And if we can have that family, if we can have that society, if you can have that church, if you can have that kind of marriage, then God will let it prosper. Maana mumekomaa. Hiyo sasa ndio level ya ukomavu. When you have such people with you, ukomavu umeingia. Bwana Yesu asifiwe sana. When there is no enemy in this church, hauonagi mtu yote kama enemy. Unaonanga mtu yote kama potential. Hallelujah. Unaona walikuwa na kuzungumzia, lakini unajua hayo maneno walikuwa wananizungumzia hayakuwa ya kunivunja, yalikuwa ya kuniinua. Hakuna mtu anaweza kukuzungumzia kama wewe si leader. Bwana Yesu asifiwe sana. Nobody can talk about you. They cannot discussing you if you are not a leader. Lazima ukue discussion material because you are qualified to be that. So wakati umekuta walikuwa na kusegenya ya Peter, relax. You are subject. Wewe ni mtu mkubwa. Ukiona watu 10 wanakusegenya, wewe ni mtu mkubwa. Unafanya kikao cha watu 10 because you are big. Lakini ukikuta ni mtu mmoja tu wawili tu anakusegenya, nenda kwa Mungu ulise Mungu, kwani nilikukosea? Kwani ile madaraka ulinipatia ilienda? Hiyo ukiko ra discuss wote tumundu tuwirera wote tumundu twamungale na Budha. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua kiwango chako. Mwambie mwenzako inua kiwango. Uache upuzi. Inua kiwango. Umalevu wewe. Toka kwenye hiyo level. Wachana na makasiriko ya ujiga. Eti kwa sababu ulisoma message, mwanaume ameandikiwa message. Sasa kwa hivyo umekasirika, unadura hata kulia. Ndani yako. Ndura hata kulia. Nini diraumia? Kula ugali kamata vizuri. Kana wena kimudumega wewe thondekeire. Ati gitigiare rio ni andu na kuria. Wewe ukiniona si uliniona nikiwa mrembo. Si ndio kwa maana nasugumzia kwa na wengine. Na mfikirie wewe ndio ulikuwa na macho peke yako. Tuoke tu kweli. Wewe nawe wane na maitho makwenda kindu githaka. Wewe kuthondeka kukugedia gutira andu manyonete ndi muthaka. Ni venye tu nilikupenda na Mungu akaniambia wewe ni wewe. Na tuvumilie tuenda ukijua bado nitachokoswa. Ukijua bado nitaandikiwa message, bado nitaambiwa maneno, bado nitatumiwa tu emejo, bado nitaambiwa tu maneno, bado nitaitwa sweetie. Nitaitwa. Kama si ya itaitwa. Na ujue nikikuoa umeongeza maadui 1,000,000. Maana wale wote tumefugia, wale wote umelock out, wote they are potential enemies of your life.
wataanza kuomba rabashitididi, ninavuja hiyo doa, ninaharibu mipango hiyo ribasha. Na wewe sasa ukikuwa mtu wa kusikiliza tu vitu tudogo tudogo, you will be offended na utawasaidia kukumaliza. Don't give the devil room. Usikubalishe shetani ama kusaidia shetani ya kumalize. Be strong. Unasema I got him amongst many. Katikati ya wanawake wengi nilimchomoa. Yes. Wana wa Israeli walienda Gibeoni, wakaenda Ai, mataifa makubwa 8-7 makubwa, wakanyakua mashamba, wakapigana na watu, wakawang'oa, wakakalia mashamba ni kama ilikuwa ardhi yao. Since the days of John the Baptist, the kingdom of heaven serves what? And the violent is taken by. Ukipata kimwanaume kizuri, ukishike kamata vizuri na ukilide tinyoneki. Ukipata kimwanamke kizuri, wale wajao asese akona bwana, akona mke. Akona mke. Nani ana mke? Nani wewe uko na mtu? Ukipata kimsichana kizuri, ujue katikati ya hiki kilikuwa kinaona na wanaume wengine na bado kitaendelea kuandikiwa message. Hakuna malaika tunaoaga, hakuna malaika utaolewa na yeye. Lazima utakutana. Wataendelea kuandika message. Kwanza saa hiyo ndio wataandika ile kalikali, ndio ule aone akasirike. The main agenda ni kufanya nini? Akasirishe. Ndio ukasirikwe, utoke muache, ndio wamchukue. Maana how precious were you? How lucky were you to get such a beautiful or a handsome man? Hello. Yes. And you've been yearning. You've been waiting for the ball to drop. Ndio ushike. Unfortunately, ball never dropped. Alinyakulia kwa hewa kama mtu wa basketball. Sasa ukiona kimeenda, kubali kimeenda, na ukiachwa kubali kuachika. Yes. Wacha kungangana ati na maombi. Oh my God. You told me. Yes, alikuambia, lakini alikuambia wako wengi, you might lose it. Akakwambia angalia mpira venye naenda, don't drop, don't miss the ball, monitor the ball the way it's going. Akamwambia Elijah, akamwambia Elisha, ukiona nikienda hii nitakuachia. Elisha never dropped the ball. He controlled every movement. Akienda hivi anaenda, akienda hivi anaenda. Monitor your ball. Take care of your ball. Don't usikuage offended hapa na pale ati umeona akiongea ati ikuhagiwa nitahagiwa mami. Alafu kuna wengine kama wakati nilienda UK, kuna mama ananipenda sana. Aliniona, alikuwa from home akiniwatch. Kuingia kanisani, they were not aware because I never had siku announce nikienda. They were not, tulikuwa tumepanga na pastor apostle huko asi announce ndio nione venye watakuja. Sasa wakati nilifika tu hivi, akiwatch kwa gari yake akikuja hivi, alikuwa na watch kuhusu madhabahu, venye madhabahu inavujagwa. Alikuwa ana watch ndio apate namba yangu, ndio anipigie. Kufika tu kwa parking lot, anaona nani? Aliruka kwa gari, akawacha bwana yake, gari ikaenda peke yake, ikaoka ukuta, akakimbia mpaka bwana kaniuliza, "Warege. Do you know her?" Nikamwambia hata simjui. Sasa hiyo amenihagi, nilikuwa na nguo ya white hapa. Alikuwa amepaka ile tunatengenezaga ile tunachejigi mashimo ile tuko nayo hapa, ile tunafirigi. Akalipaka yote hapa, nguo ikajaa hapa. Na sasa hiyo ninaenda kwa pulpit kuhubiri. Sasa kama ningekuwa hapa Kenya, gai Agnes one denari kaiona mandage soka na hau abe twehererie uchagiri wake. Huyu atrehe waliwe nihigwa uma bedroom okete kigoco-ini. Nani mama alifurahi kuniona, akaambia my husband forgive me but this one I have to hug. Hallelujah. I have to hug. Oh, don't be offended. Mwambie mwenzako, do not be offended. Unakutaka
tule tu vitu tuigi tudogo sana, tudogo ndio tumefanya makasiriko. Angalia venye mlikuja hapa nikianza kuhubiri, nyuso zenu zilikuwa zimekaa ni kama za nyagumi, zimekaa hivi kwa sababu ulitukano, uliitwa maraya, uliitwa kiberiti ukitoka nyumbani, uliitwa ndogo ukitoka nyumbani. Lakini sasa angalia venye mmesmile, mpaka yule mama sijai kuona amesmile. Oh no, tano la smile. Malena magu akanema igemono. Look smile tu hanini. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, and this is where to go. This is how to wachini na stress. Isu kikashika kanaita kwa nini kale kana mwagikaga. Kale kana mwagikaga kana choma tubo. Kanaitwa pile, nyogo. File. Bile. Hiyo ni Kisugu? Bile. Hiyo sijaisikia. Bye. Mulisikia kwa biology? Mimi nilifanya home science. Mimi nilipika chapati. Na hata the craft. Wala sivyo sana. Unakuta umekubalisha bile, imemwaga acid kwa tumbo yako. Kuna watu wako na vidonda vingi hapa kwa tumbo because of being stupid. Yani kataa kukasirishwa. Kataa. You are living your own life. Maisha ni yako peke yako. Your body is yours. Nobody, don't share your body with anybody. Just refuse to be offended. Tusimame kwa miguu yetu. Shika sadaka yako ya kukataa to be offended. Worship team, kujeni hapa kwanza mtoe sadaka yenu. Mkue wa kwanza. Na si ya simu, mulete cash. Na kama ni ya simu, nilete nione. Na mapastors the same. Leaders muanze. Sasa nataka kuwa strict. Because nataka kujua how much have you owned the vision. How do you vision hii, maono haya unayachukuliaje? Nataka kujua viongozi, maono haya mnayachukuliaje? Bwana Yesu asifiwe sana. For you to be qualified to be a leader here, I have to understand now. How do you own? Ama wewe ni chairman, alafu ile kitu natoa hapa nika 50. Tulikuchagua chairman kwa sababu tulitaka mfuko yako. Usifikirie tulikuchagua chairman kwa sababu ya kujua kuhubiri. Mashaman. Wamestuka. Yenu lazima niangalie. Sio kusema ati umejitoa kwa kuiba. Kuja. Mwingine leta hapa. Hauna? Kwa nini hauna sadaka? Na wewe? Ulitoa asubuhi? Na wewe? Ilianguka, ulitoa kwa njia? Unangojea bahasha? Okay. Na wewe? Umesahau namba? Unajua namba ya kutuma? Hajui namba. Kila mtu ashike bahasha yake. Kuna sababu nimefanya hivyo leo. Uinue bahasha yako juu, sadaka. Ona inywe atumia adhuri kila wewe nakio. Nedereda komara wewe yako. Hii maombi imefika. Kila mtu enakio. Unako ni shilingi imwe. Hata kama ni shilingi moja. Inua. Nataka nikuondolea chukizo ya makasiriko. Maana imekuharibia mambo mengi.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, pokea sadaka hii ambayo tumeitoa kutoka kwa mioyo zetu ya kuondoa chukizo la makasiriko, chukizo la kuondolewa kwenye hatima zetu kwa sababu tulikasirika, chukizo ya kuondolewa kwenye mipango yako kwa sababu kuna mtu alikuja na akatuongelesha maneno ambayo yalitufanya tuondoke. Kumbe ulikuwa ni uongo, kumbe ulikuwa ni mpango wa kishetani. Na ndio sasa ninahangaika sasa kwa sababu mtu alikuja akaniondoa. Mtu alikuja tu akasema neno, mtu alikuja tu akasema kitu ambacho hakikuwa, lakini tulikichukulia. Ninainua dhabihu hii siku hii ya leo kusema Baba, ninaitoa kama dhabihu ya kuondoa uovu na uhasama wa aina yoyote miongoni mwangu na wewe Mungu. Naifanya takatifu na kuja mbele zako kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Salete umweke hapa. Hiyo kikapu kingine iko wapi? Uliuza? Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, oh Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, oh Baba tunasujudu, Baba tunasujudu chini ya miguu yako. Baba tunasujudu, oh Baba tunakupenda, Baba tunakupenda chini ya miguu yako. Baba tunakupenda, oh Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, oh Baba tunakupenda, Baba tunakupenda chini ya miguu yako. Baba tunakupenda, oh Baba tunasujudu, Baba tunasujudu chini ya miguu yako. Baba tunasujudu, oh Baba twakuheshimu, Baba twakuheshimu chini ya miguu yako. Baba twakuheshimu, nasema asante, nasema asante, nasema asante wewe Mungu. Baba twasema asante, twasema asante, twasema asante wewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe Mungu wangu. Inua mikono yako juu, mwambie wewe ni Alfa na Omega, mwambie wewe ni baraka zangu. Mwache. Mungu kama wewe, wewe Mungu wangu. Baba twasema Sogea tu, wewe. asante, twasema asante, twasema asante wewe Mungu wangu. Baba twasema
nimesema nimekumbushwa, nilikuwa nataka kulisema kitambo. Wazazi who has a teenager. Teenager ni gani? 13 to 19. Na youth ni 13 18 to 35. So tunataka youth ya mama teenager wote. Yes. Nani ako na either teenager ama youth? Inua mkono wako juu. You have a teenager or a youth. Thank you. Tunawataka Saturday hapa. Tuanze na nyinyi. Si ndio? Tuanze na nani? Upatie mtoto wako fare akuje. Ama ukiwezekana umulete. Tuko na seminar ya teenager stroke youth on Saturday. Tukitoka Mlimani tunakuja straight kwa conference ya youth. Hiyo sasa ndio ita prepare for a major conference tutakuwa nayo December ya youth kutoka Kenya mzima. Tutaweka pale kiwanja ya Nyayo Stadium, tuwajaze huko. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are coming to lay a foundation of what we are going to do. We are going to take over. Tunachukua. Tunafanya nini? Sema hii imeenda. Yeah, we are the voice of the nation and we have to capture. Sasa wewe ukikaa na mtoto wako ati hakusikilizi, you are such a funny character. You are such a funny. So tuletee mtoto wako. Hata watoto wangu nimewaita kutoka Amerika wanakuja just because of Saturday. Samuel will be one of the speaker, Danson will be one of the speaker. Bwana Yesu asifiwe sana. All my kids will be here. Wametoka, wamepanda ndege wamekuja just because of the conference. Na wewe na umang'aa yako kuna mtoto wako kwa nyumba. Na yule mtu anajua kumobilize uko nje. Ukipata vijana wawili watatu kama huyu, si uamuke basi sasa, si umekuwa delivered. Ama bado, ama huyu ndio analeta message ya leo. Najua hiyo ingine ilijenga dunia mzima. Imetembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Imetembea sana. Mpaka mwenyewe Sonko mwenyewe ameisikiliza. Akasema tuende tumuombee. Nafasi ikipatikana ya kwenda kumuombea, tumuombee ama tusimuombee? Yeah. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. So every person, a parent, uko na youth, kama my friend nimemwona leo amekuja. Mbona nigo kula. Okay, Saturday ukue hapa. Si ndio? You are one of the speakers. Ambia mama kutayarisha vizuri. You speak. I know you can speak. Si ndio? Alafu kuna wazazi nataka pesa yenu. Kwa sababu hiyo conference tutawapikia. Tumelete DJ. Najua sasa hawale si hawataanza kuja kusikiliza na hawa wanaibaga old school. Hapana. Wale wanataka hiyo maikienda. Tulikande rebesende yako yeka yarina baba ye. Sasa ukikuja hapa sasa na hizi baba na yasema utawachwa peke yako hapa. Kule ni DJ ndiye ndachukua mayuthi oye. Inua mjukuu na youth. Youth simameni niwaone. All the youth simameni. Kama wewe ni kijana simama tu. Kama ni msichana, mvulana, kijana si msichana, si mvulana, kijana ni youth. Can be a man or that's the meaning of jina kijana. Sasa ikifika ukitaka kijana alafu natofautisha mvulana au nani? Msichana. Simeona hili kanisa imetosha. Na mmekuwa mkipiga wamama wa hapa hii kanisa. Mmekuwa mkipiga hawa vijana. Mulichukua kalenda zao, hamkulipa. Nimekupatia 7 days. Kama hujalipa hiyo kalenda ama chochote ulichukua kutoka kwa hawa watu, 7 days ama niweze kukuombea mabaya. Sasa utunyete mwana toyo uli. Wewe ni jabasi.
Amiende wamekusanya, wamechaka pesa, wametengeneza kalenda, wametengeneza merchandise wakuje wauze, ndio kikundi yao iendelee kukua. Mkorofi wewe unakuja unachukua kalenda na unaenda unaangaliaga kwako na hata usikia aibu na hujalipa. Shame on you. To support hawa, let's support them with our resources, with our mind, with what we have, with what God has given us. Let's make them powerful. This is the church ya Kristo. Tunajenga makanisa ya nini? Na wao umezeeka. Utaanda ni makolile. Ni dukolile leo. Makanisa turagia kama yake. Bakotora kala toka ikala ako utoto shosho. Ule. No, bakija kanida. Afoni tono aturaga. We are doing this because of these gentlemen, and I'm raising these people to take over. In 2 years time, hawa watu nataka wakuwe the most vibrant in this nation. Wanagurumisha nchi na waka moto. This is what I want. Wewe mwizi. Hebu mwambie, wewe mwizi, sema wewe mwizi. Wewe uliiba kalenda na vitu za hawa watoto. Tubo yako isikupatia amani mpaka urudishe. Aishi. Sasa kaeni chini. Si nimewaitishia pesa zenu? Ian. You are offended, si ndio? Yes, refuse to be offended. Hivyo tu ungewaambia nyinyi waizi rudisheni, watarudisha, wataleta sasa. Sasa ni watu wangapi wako na pesa? Wanasema mimi pesa yangu nitaitoa niokoe mvulana msichana wa nchi hii yetu. Inua tu mkono wako. Sio saa hii, inua tu. Inua tu kama utatoa hata kama ni kesho, inua tu. Niko na katao moja, niko na 10,000, niko na 100,000. Inua tu mkono wako juu, just nyosha. Nataka kujua wale watu wako na inchi, wako na haja na vijana wetu. Just simama tu kwa miguu yako. Simama tu kwa miguu yako nione. Andu aria magenda kuhonokia ciana cia bururi uyu. Yani uko unataka tu uokoe, unataka kuwa counted wale waliokoa watoto wa Kenya hii, watoto wa dunia hii. Ati I am counted as one of the people that rescued the generation. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tuone wale watu wako tayari ku rescue the generation. Yes. Wacha tuone. Tunataka kuona wale watu wako na haja na youth yetu. Ujue mtoto wako is one of the youth. Ujue mtoto wako is one of the youth. Wewe kaa tu chini hapo. Ukisema ati nie ndire kedo. Aya tunao magenda kuhonokia rurire rwito, ciana cito. Kuma kuri dawa, kuma kuri Illuminati, kuma kuri maundu moru. Yani hao wengine hamuna haja na youth. Goye, poleni. Alafu nyinyi yote mmesimama, tukimaliza ibada tuende pale kado pale tuongee maneno yetu hapo. Tutakuna kitu Mungu atatutendea, kwa sababu Mungu ameona there is a generation that is ready to rescue a generation. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Ngai wa moyo aturi amuririkanite. Na gwikoheka naga kukaremi Ngai akacenjie. Agikoheka naga kukagucagia fagi Ngai agacenjie. Agikoheka undu gekikira mwana waku Ngai akakarure. In Jesus name. Mungu awabariki sana. Tukutane pale tukimaliza. Asante na mimi nitawapatia mchango yangu. Nitawapatia 30,000. Yes. Mimi na akishaga moto Kenya mzima. Hii agency tulikuwa hapa. Simuliona venye tulika hapa. Nyinyi ni wageni mlikuja hapa juzi. Agency walikuwa hapa. Tukawapatia candles. Kila mtu akaakisha candle, tukawaombea, tukaambia go rescue your nation. Umeona ile moto imewaka? Sasa wacha tutaakisha. Hii ndio naitwa akisha. Okojea September. Okojea September. Okojea tu. Na mkwe igwera. Katwakia. Tuchoke tukikire matwakie. Mwakioke. Wangapi wako tayari kwenda mlimani? Na tuko wengi. Wangapi wamejiandikisha wa kwenda mlimani? Inua mkono. Wangapi wanataka kujiandikisha? Yes, mujiandikishe. Kwa wale husika. Na kwenda huko tunaenda na nguo nyeupe. Na tukienda mlima, kama unajua uko na monthly period, usikuje. Kaa nyumbani. Nimeigwa? Nafasi yako sio lazima uende. Sio lazima fanya nini? Uende. Huyu pastor dali break ya kanwa. Nani dage thode kile maundu macio?
Si ni matitolete kuo. Murake joria doi. Ama tuizime. Tuifuge. Nifuge. Si kwa sababu ya hii nafuga kabisa kabisa. Not for an occasion. Kama unataka tufuge, tunafuga. Huyu mtu anaitwa nani aliomba mvua isinyamaze? Elisha. Aliomba siku moja tu. 1 second. Baba naomba mvua isimame. Ilimchukua siku gapi kurejesha mvua? To say it is 1 minute, but to reverse it, it takes 3 years. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kana nataka tuzime, nisiambie mimi niko na power ya kuzima. Si mnajua hivyo? Wale tulikuwa Githurai, tulizima mvua tu kuzima, lakini nilipatia wakati wa kurudi. Nilizima mvua na nikaiambia tukimaliza crusade ukuje. Na indeed immediately tulipomaliza kufuka mtambo hivi ilikuja paka na watoto na shosho kutuambia tumerudi mzee. Kagari karoda kaliinuliwa na maji hivi, tukiona hivi kaliinuliwa hivi kakapitia kwa hewa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wale makarao tulikuwa nao huko wako Haiti, walipelekwa wakakuwa wakubwa. The blessings of God. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm on your case. Switch off. How many? Iwa yaishi. Nyinyi ndio mnasema kama mko wa Kristo ate dogera modo ucio akue. Sasa tutakutana wale watu wa deliverance, tutakutana 4 sharp. Kuna tomadasi pale na kuna chai. Wacheni niwaelezee kuhusu hii chai. Bethel Clouds TV.